Karibu. 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 Pole shoga yangu, nimekuweka na kazi nilikuwa namaliza. Si unaona hata mito iko chini. Nilikuwa nafanya usafi. Nikasema shoga yangu ndo aje. Amekuja umenijia bila taarifa ndugu wangu. Ndo kwanza nilikuwa nafanya usafi. Lakini nyumba imepoa hii, kama hamna mwanaume ndani. Kama nilivyokuambia ndugu wangu, huyo mwanaume sio rahisi hata umkute nyumbani. Haya. Basi uwekage hata picha yake ukutani shemeji, tumuone. Mimi tunajijua sisi tulivyo shoga yangu. Sasa hivi kwenye kuolewa bahati ndugu wangu. Wanaume wachache si wanawake wengi. Nisimfiche hiyo kuyo. Ila kiukweli hapa ninavyokuambia sio kwamba namficha. Nimesema tu. Lakini sio kwamba namficha. Kidawa bwana. Yaani unamficha shemeji jamani. Utamficha kwenye kwapa mpaka lini? Hata mimi udugu wako anashindwa kunionyesha shemeji yako, ina maana hauniamini. Amna shoga yangu, hata usijali. Kuna siku utamkuta. Yaani ndio hivyo tu kama nilivyokuambia, matajiri wako busy sana. Lakini siku moja tu, tena siku hiyo sio utamkuta, nitakupigia mimi simu. Ndugu wangu, leo shemeji yako yuko nyumbani. Nikutanishe naye. Haya. Mimi kilichonileta hapa ndugu yangu, Kidawa, nimekuja. Nimeshindwa kabisa kuvumilia shoga yangu. Yaani ninavyokuona ni kwamba umesahau maisha yetu yale ya nyuma. Toka umpate huyu bwana tajiri, basi na wewe ushajiona ushakuwa tajiri. Sisi ndugu zako umetusahau, na kati Kidawa inatokea leo na kesho wewe unaanguka chini pa. Sisi ndio watu ambao tutakuzika. Kidawa mwanaume sio ndugu yako shoga yangu. Sasa mke wa tajiri si tajiri na yeye. Shauri yako. Sisi ndio ndugu zako. Tutakuzika Kidawa. Kuna leo na kesho huyo bwana atakuacha, utazalilika hapa mjini, sisi ndio tutakustiri. Kunibwaga mimi? Hebu ongea vitu vingine. Hizo habari za kunibwaga cha nazo kabisa. Ninavyoongea na yule mwanaume nimemweka hapa. Yaani kwangu hafurukuti. Ninachokisema ndo anachokifanya. Ninachokitaka ndo anachonipa. Kwa hiyo swala la kuniacha ndugu wangu litoe kabisa kwenye ufahamu wako. Yaani hapa hapindui. Haya. Mama Shula anauliza, vipi kuhusiana na swala la vikoba? Utaendelea au ndo ushaacha tajiri? Naachaje na sasa hivi unaona mume wangu ndo kama hivyo, mambo safi, PDG, mtu mwenye pesa zake. Naachaje kigoba? Tena sasa hivi naomba niwe jina la pili. Tena sitaki jina la pili. La kwanza. Alafu nitalipa majina 10 ya mwanzo. Sio shida zangu. We, usiniambie. Basi shoga yangu na utanilipia. We dada, una haya wala ujui vibaya. Kudanga kote, kuhangaika kote, umeangukia pote, tegemea mimi ndo nje nikulipie. Uone aibu? Mtoto wa kike, changamka mjini hapa. Ila Kidawa na wewe, mimi si ndugu yako lakini unanistiri. Tena shoga yangu fanya wewe. Maana bida hii ndo mume wangu anakaribia kurudi. Sitaki aje akarudi hapa kanikuta kila mali kuko ovyo ovyo, nikaonekana mtoto watu mchafu bure. Fanya tu uende ndugu wangu. Kidawa, kuona nifukuza? Si kufukuzi shoga yangu. We hujaingia kwenye ndoa, maisha ya ndoa huyajui. Ndoa bahati. Kwa ufanya tu uende ndugu wangu. Sawa shoga yangu, mimi nitaondoka. Lakini vipi uko jikoni, hamna kachochote angalau nikapata? Shoga yangu hapa story tu. Kula huko kwako ulikotoka. Anyways, usijokaniona mchoyo. Kuna kijiwaini hapa. Labda unaweza ukakinywa. Lakini kama ushawahi kutumia vitu hivi. Maana hii wine ndugu wangu ni ya matajiri tu. Sio ya watu kama nyinyi. Mimi nakujua. Wewe ushazoea pombe zako zile za kupima za 500 za bukubuku. Nisije nikakupa mwisho wa siku ikakusababishia tumbo kwa za kukuuma huko. Ukaanza kunilaumu bure. Ndugu wangu kanipa vitu vya ajabu, utoke huko nje niambie kaenda kwa shoga yake kamtilia sumu. Waje na wajua. Kama utaiweza sawa, ila lawama sitaki. Lete nijaribu. Mimi kuna kitu kinanishinda. Ukatai dada. Kidawa mwenyewe unanijua. Mimi hata sumu ikiwa tamu nakula.
imeisha kuwa ni kidawa nyongeza. Shoga yangu, basi hata hiyo naona achana nayo tu. Kidawa lakini jamani ni nini? Basi hiyo niende nayo. Shoga yangu, siku nyingine siku nyingine. Kidawa. Subiri hata nimalize. Bwana mtu. Kidawa lakini nini?